السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام لتهذيب النفوس لا لتعذيبها، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, leo tukiwa tumehudhuria katika kipindi chetu ambacho ni muendelezo wa vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tunaendelea navyo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na kipindi cha leo itakuwa ni muendelezo wa kipindi chetu cha jana, kipindi ambacho tulikuwa tukizungumzia umuhimu wa kuomba msamaha, na hasa tukizingatia tupo katika 10 la pili ambalo ni 10 la maghfira. Na leo tena tutaendelea kuhimizana katika jambo zima la kuomba msamaha kwa makosa ambayo tuliteleza, tukafanya mambo ambayo hayompendezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anayeomba msamaha ni mnyenyekevu. Anayeomba msamaha ni mnyenyekevu. Mwenye kiburi haombi msamaha. Mwenye kiburi haombi msamaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, al-kibru batirul haqqi wa ghamtun nasi. Kiburi ni kukataa haki. Kiburi ni kukataa haki, lakini kiburi ni kudharau watu. Ukimwona mtu anaikataa haki hata kama anaijua, basi mtu huyo ana kiburi. Ukimwona mtu anawadharau watu, anapuuza heshima za watu, anapuuza nafasi za watu, anapuuza vitu vya watu, mtu huyu ana kiburi. Kwa hiyo kiburi, mtu akishakuwa na kiburi hana nafasi ya kuomba msamaha. Na ukimwona mtu anaomba msamaha, basi mtu huyu ni mnyenyekevu na ni mtu ambaye ana moyo ambao ni mjasiri. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kusema, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Hatoingia peponi yule ambaye katika moyo wake kuna kiasi kidogo cha kiburi. Hawezi akaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo
Kiburi kimewaangamiza watu wengi, kwa sababu kiburi ni jambo ambalo halimpendezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Badala yake Mwenyezi Mungu anawapenda wanyenyekevu. Mnyenyekevu ni yule ambaye akikosea yuko tayari kuomba msamaha. Na kuomba msamaha mara zote ni kitendo kinachoonyesha ujasiri wa moyo. Kuomba msamaha ni kitendo ambacho kinaonyesha ukomavu wa akili. Ukimwona mtu anaomba msamaha, moyo wake ni jasiri. Ukiona mtu anaomba msamaha, mtu huyo akili yake imekomaa. Ukiona mtu hayuko tayari kuomba msamaha, hana ujasiri wa moyo. Ukimwona mtu hayupo tayari kuomba msamaha, pia akili yake haijakomaa. Kwa hiyo kuomba msamaha ni ishara kwamba mtu anatambua kuwa sisi sote ni wanadamu. Lakini kama haitoshi, sifa ya mwanadamu ni kukosea, na tuna wajibu wa kurekebisha makosa yetu. Tuna wajibu mkubwa wa kurekebisha makosa yetu, na njia ya kurekebisha makosa yetu ni kuomba msamaha. Njia pekee ya kurekebisha makosa yetu ni kuomba msamaha. Unapoomba msamaha, maana yake unarekebisha makosa yako. Lakini pia ifahamike kuwa kuomba msamaha ni utukufu. Ifahamike kuomba msamaha ni utukufu, na kukubali kosa ni ishara ya moyo ulio hai. Mtu anayekubali makosa, moyo wake upo hai. Mtu asiyekubali makosa, moyo wake umekufa. Ibilisi laanatullahi alayhi hakuangamia kwa sababu ya ujinga. Ibilisi hakuangamia kwa sababu ya ujinga, bali Ibilisi ameangamia kwa sababu ya kiburi. Kiburi ambacho kilimzuia kusema nimekosea. Ibilisi hakuangamia kwa sababu ya ujinga, isipokuwa Ibilisi aliangamia kwa sababu ya kiburi. Na kiburi cha Ibilisi ndicho ambacho kilimzuia, kilimkataza kusema nimekosea. idh qulna lilmalaikati isjudu liadama fasajadu illa ibilisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tuliposema kuambia malaika usjudu li Adama, msujudieni nani? Adam. Fasajadu, malaika wote walikubali amri hii ya Mwenyezi Mungu wakasujudu, illa ibilisa aba, isipokuwa Ibilisi peke yake, yeye alikataa kusujudu. Lakini wastakbara, na akafanya kiburi. Alipoyafanya hayo, wakana minal kafirin, akawa ni miongoni mwa makafiri. Alikataa kwa sababu ya kiburi.
Na alipotakiwa kujibu kwamba kwa nini umekataa kumsujudia Adam, au kwa nini umekataa kutekeleza amri ya Mola wako, majawabu yake alisema, mimi ni mbora kuliko nani? Kuliko Adam. Siwezi kumsujudia mtu ambaye yeye ni mdhaifu, lakini mimi ni bora kuliko yeye. Kwa alifanya kiburi. Kwa hiyo kiburi kimewaangamiza watu wengi. Kiburi kimewafikisha watu mahala pabaya. Mwenye kiburi haombi msamaha, mnyenyekevu anaomba msamaha. Kwa hiyo katika masiku haya ni masiku ya wanyenyekevu kuomba msamaha, lakini kamwe wenye viburi hawapo tayari kuomba msamaha. Lakini matokeo ya mwenye kiburi tumeyaona. Ibilisi laanatullahi alayhi alipofanya kiburi, akakataa kukubali makosa, basi akawa ni katika makafiri. Lakini baba yetu Adam alayhi salam aliwahi kuteleza, aliwahi kukosea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuweka Nabii Adam katika bustani ya milele, kisha akamwekea kila kitu katika bustani ile. Akamwekea kila aina ya vyakula, akamwekea kila aina ya matunda. Lakini katika maisha katika bustani ile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwekea mipaka. Katika baadhi ya miti iliyopo katika bustani ile, Nabiullahi Adam alikatazwa asisogelee, yeye na mke wake Hawa. Ibilisi akawatelezesha, akawashawishi, wakausogelea ule mti ambao walikatazwa. Basi baada ya kufanya kosa lile, Mwenyezi Mungu anaripoti, anasema, fa akhrajahuma mimma kana fi, tukawatoa katika sehemu waliokuwepo. Sehemu gani? Pale bustanini. Wakafukuzwa, wakatolewa bustanini. Katika yale maisha ya starehe, maisha ya furaha, wakatolewa. Waqulna ihbitu ba'dhukum li ba'dhi aduun, wakaambiwa teremkeni ardhini. Kisha mkiteremka huko ardhini, mtakwenda kuwa maadui baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Maana yake teremkeni ardhini, mtakwenda nyinyi kuwa maadui na Ibilisi. Walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin, na nyinyi hapo ardhini mtakwenda kutulia, mtakwenda kutulizana, mtakwenda kupata starehe kwa muda fulani. Maana yake hamtokaa moja kwa moja. Basi Nabiullahi Adam akagundua kosa lake, kwa sababu alikuwa ni mnyenyekevu. Akakubali kosa alilolitenda na akawa tayari kumrejea Mwenyezi Mungu na kumuomba msamaha. Ndiyo Mwenyezi Mungu anasema, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Nabiullahi Adam akapokea kutoka kwa Mola wake maneno. Maana yake Mwenyezi Mungu akamfundisha Adam maneno
ambayo akiyasema maneno hayo tayari atakuwa amefanya tauba na atakuwa amerejea kwa Mwenyezi Mungu. Basi Nabiullahi Adam akafanya hivyo, fataba alaihi, Mwenyezi Mungu akamkubalia tauba yake, akaukubali msamaha wake aliyouomba, kwa sababu innahu huwa tawabu arrahim, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ni atawabu, ni mwenye kukubali toba na ni mwenye huruma mno. Kwa hiyo tunaona kwamba mwenye kiburi haombi msamaha, kama ambavyo tumeona Ibilisi la'natullahi alayhi hakuweza kuomba msamaha, lakini Adamu alayhi salam alipoona amekosea aliomba msamaha na Allah akamsamehe. Lakini Ibilisi alipokosea alifanya kiburi, hakuwa tayari kuomba msamaha na akaangamia. Adamu alayhi salam aliomba msamaha kwa kusema rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala, Nabiullahi Adam na mke wake walisema rabbana dhalamna anfusana, ewe Mola wetu, sisi tumedhulumu nafsi zetu, tumejidhulumu wenyewe. Wa illam taghfir lana, kama Allah hautotusamehe, watarhamna, na kama hautotuhurumia, lanakunanna minal khasirina, tutakuwa sisi ni katika wenye hasara kubwa na ni wenye kuangamia kulikokuwa kukubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, wanyenyekevu ndio ambao muda huu katika masiku kama haya, katika 10 hili la mwisho, katika 10 hili la pili, wana juhudi kubwa ya kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini wenye kiburi hawaombi msamaha. Kuna wapo wana kiburi kwa sababu ya afya zao, wapo tuna kiburi kwa sababu ya uzima tulionao, wapo tuna kiburi kwa sababu ya pesa tulizonazo, wapo tuna kiburi kwa sababu ya mamlaka tulionayo. Lakini vyote hivyo ni amana na ni dhamana ya muda mfupi, ambayo kwa hakika muda si mrefu tutaachana navyo. Kwa hiyo niwahusie ndugu zangu, katika darasa yetu ya leo tusiwe ni katika watu ambao wana kiburi. Maana yake tuombe msamaha kwa makosa tuliyomtendea Mwenyezi Mungu. Tuombe msamaha ndugu zetu, wanadamu wenzetu, kwa yale tuliyowakosea. Kwa kufanya hivyo tutapandishwa daraja na Mwenyezi Mungu na tutawekwa katika nafasi nzuri, kama ambavyo tulisema jana. Tutapata mvua zenye baraka, tutazidishiwa mali, tutajaliwa watoto, tutapata mabustani na mito. Kwa nini? Bisababil istighfar, kwa sababu ya sisi kudumu na kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe na atuwezeshe tuweze kudumu na kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu innaka rabbana raufur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.